Ulishawahi kuamka na kudhani hiyo siku ni moja ya siku zilizopita kwenye maisha yako? Kila unalofanya ni kama ulishawahi kufanya awali. Yaani matukio ya siku husika yanajirudia na akili kikujuza kwa 100% kukuaminisha uyaonayo na kuyafanya ni marudio tu. Basi wataalamu wanaita hali hiyo kama time traveling, uwezo wa kurudi nyuma kwenye mambo yaliyopita au kwenda mbele ya muda na kuona mambo yajayo, japo ni nadharia pekee, yani science fiction, na kuna uthibitisho wote kisayansi kuonesha jambo hilo linawezekana. Sasa kuna mwanadamu haimbui sana kwa sababu ya kuzaliwa kwake kwenye kijiji kidogo cha Nagrig kwenye utawala wa serikali ya Garbia nje kidogo ya mji Basion. Isivyo bahati kwake hajazaliwa kwenye mitaa ya Rio de Janeiro au Sao Paulo pale Brazil, wala hajakulia mitaa ya Buenos Aires kama Lionel Messi. Kibaya zaidi kwake hajasoma Madrid au kucheza soka la La Masia pale Catalonia au Hispania. Wakati wenzake wanakulia kwenye akademi kubwa za soka duniani wakipelekwa mazoezini na magari ya kifahari katika miji mikubwa, yeye ilimbidi asafiri masaa 9 kila siku kutoka kwa Nagrig mpaka Cairo kufanya mazoezi na klabu yake Al Makaulun akiwa na miaka 14 pekee. Huyu ni Mohamed Salah. Pale Merseyside wamempachika jina la Egyptian King kwa uwezo wake wa kucheza soka, wanaamini ni mfalme. Huku tutafika, ila turudi nyuma na tuangazie safari ya Mohamed Salah na alifikaje Liverpool kisha kuanza kufanya haya mabalaa. Mwaka 2010 Salah alianza kukipiga Al Makaulun, na kwa uwezo wake miaka 2 baadaye Basel walitaka saini ya winga huyo hatari anayetumia mguu wa kushoto. Alipofika Uswisi aliendelea kuwasha moto akiweka wavuni mabao 21 kwenye michezo 95 aliyocheza. Miaka 4 baadaye Chelsea waliingiwa tamaa, wakaenda Basel bila mazungumzo mengi, wakalipa euro milioni 11, lakini mambo hayakwenda sawa darajani. Akatolewa kwa mkopo kwenda Fiorentina na AC Roma. Roma wakavutiwa naye, wakapeleka euro milioni 15 kwa Chelsea kuitaka huduma ya Salah, na bila ajizi walikubaliwa ombi lao na akasaini kandarasi ya kudumu kuitumikia miamba hiyo ya Italia. Msimu wa mwaka 2016-17 ukawa bora kwa Salah, akicheza michezo 31 na kufunga mabao 15, akitoa assist 11. Juni mwaka 2017 Liverpool wakavunja kibubu na kuwalipa Roma daula euro milioni 36, ikiweka rekodi ya sajili ghali kwa klabu wakati huo. Mfalme akatua Merseyside akikuta Liverpool ambayo haikuwa imeshinda taji la EPL kwa miaka 30 licha ya kupita majina makubwa kama Steven Gerrard, Fernando Torres, Luis Suarez, Filipe Coutinho, Raheem Sterling na Jamie Carragher. Msimu wa mwaka 2019-2020 Salah alikuwa mmoja wa wachezaji waliotengeneza utatu hatari zaidi Uingereza na Ulaya, akiwepo Bobby Firmino pamoja na Sadio Mane. Utatu huo ukarudisha furaha ya jiji la Merseyside chini ya Ustadh Salah. Zile swala 5 za maalim huyo zikarudisha taji la EPL walilikosa kwa miaka 30. Sheikh Salah akaona wape na bonus, wakashinda Champions League, UEFA Super Cup, Club World Cup, FA Cup, kombe la ligi na hata ngao ya jamii. Nikisema nitaje kila tuzo binafsi aliyotoa Mohamed Salah, basi tutamaliza siku nzima hapa, ila kwa uchache. Salah ametoa kiatu cha dhahabu cha EPL mara 3, mchezaji bora wa EPL mara 1, tuzo ya PFA mara 2 na mchezaji bora wa Afrika mara 2. Kwenye kupachika magoli kwake ni kama kusema maji yamelowana, kwani ndio utaratibu na maisha yake kila siku. Anafunga asubuhi, anafunga mchana na hata usiku akiwa ndotoni. Mpaka sasa Mo Salah anashikilia nafasi ya 3 kama mfungaji bora muda wote, akiwa nyuma ya Ian Rush na Roger Hunt. Je, kwa mafanikio haya Mohamed Salah kutoka Nagrig anatosha kutoa tuzo ya Ballon d'Or? Mara ya mwisho mwanasoka kutoka Afrika anashinda Ballon d'Or ni George Weah mwaka 1995. Miaka 29 sasa imepita bila ardhi ya Nelson Mandela kushuhudia vijana wa mahiri wakitoa tuzo hiyo, licha ya majina kadhaa kufanya makubwa kama Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yahya Toure, Sadio Mane, Riyad Mahrez, Asamoah Gyan. Bado huzuni imeendelea kutanda. Salah anaturudisha nyuma ya muda kwa mambo yaliyowahi kufanyika na miguu
Gueye Eto'o, Drogba, Yahya Toure na Asamoah Gyan. Ila bado anatuacha njia panda na mambo yajayo atafanya kama Weah. Bado hatujui, lakini labda kiwango anachokionyesha huenda ndio tumaini pekee losalia kwa Afrika. Tunabaki kujiuliza, bara hili lenye kila aina ya rasilimali litaongeza Ballon d'Or nyingine katika historia yake? Na kijana kutoka kijiji cha Nagrig atatufuta machozi, au ndio tutaishia kusema kisichoridhiki hakiliki? Mwandiko huu ni wa mwandishi Moses Kirumbi, nami ni binti wa Mzee Haji.